Naam, kumekuwa na tatizo la watu wengi sana kuweza kutumia dawa za kutibu vidonda vya tumbo pasipo matokeo ya aina yoyote. Sasa leo nataka nikueleze sababu ambazo zinapelekea changamoto hii. Na bahati mbaya sana watu wengi wamekuwa wakiamini kwamba vidonda vya tumbo havitibiki. Sasa labda tuangalie vidonda vya tumbo ni kitu gani? Vidonda vya tumbo ni vidonda kama vidonda vingine, isipokuwa vyenyewe vinajikita katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Na mara nyingi vidonda hivi vinakaa sehemu zile za mfuko wa chakula, ambavyo hivi tunaviita gastric ulcers, lakini pia kuna vile ambavyo vinakaa mwanzoni mwa utumbo mdogo, hivi tunaviita duodenal ulcers. Sasa inategemea na vile vidonda vimejitokeza sehemu gani. Kuna sababu kubwa mbili ambazo zinapelekea tatizo hili. Sababu ya kwanza ni uwepo wa bakteria ambaye tunamuita Helicobacter pylori au H. pylori, ambao mara nyingi bakteria huyu huwa tunampata kupitia maji ambayo hajachemshwa vizuri, vyakula ambavyo havijahifadhiwa katika hali ya usafi, matunda ambayo hayajaoshwa vizuri, kubusiana, napata kiss na mtu mwenye shida ya H. pylori, vile vile anaweza kukuambukiza ukapata changamoto ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo sasa bakteria huyu anapoingia ndani ya mfuko ule wa chakula huwa anaenda kupekecha zile kuta za tumbo na kusababisha vidonda. Lakini sababu ya pili ni ongezeko la tindikali au acid katika mfuko wa chakula. Acid hii inaweza ikaongezeka kupitia njia mbalimbali. Kwanza, kutokuwa na utaratibu maalum wa ulaji. Lakini sababu ya pili, matumizi ya pombe kali pasipo kula. Lakini vile vile matumizi ya dawa za kutuliza maumivu kama ibuprofen, unapotumia kiolela upo kwenye hatari ya kupata shida ya vidonda vya tumbo. Sasa tindikali linapoongezeka kwa kiwango kikubwa sana, inaweza kupelekea kubabua zile kuta za tumbo na kusababisha majeraha au vidonda. Sasa hizo ni sababu ambazo zinaweza zikapelekea mtu akapata tatizo hilo. Na dalili zinafahamika. Dalili ya kwanza ni tumbo kujaa gesi mara kwa mara, maumivu ya tumbo mithili ya kuwaka moto hasa eneo la juu ya kitovu, changamoto ya vichomi vya mara kwa mara, kusikia hali ya kichefuchefu, wakati mwingine kutapika mara kwa mara, kupata haja kubwa kwa shida. Hizo zote ni dalili za tatizo la vidonda vya tumbo. Na vinapokomaa, vinapofika hatua ya juu zaidi, unakuta mtu anaweza akawa anatapika damu au anajisaidia haja kubwa ambayo ni nyeusi sana mithili ya lami. Hizo ni dalili za shida hiyo ya vidonda vya tumbo. Sasa turudi kwenye swali la msingi. Kwa nini watu wengi wamekuwa wakitumia dawa kwa muda mrefu za vidonda vya tumbo pasipo matokeo? Bado shida inaendelea kuwasumbua. Bado anapata unafuu, lakini tatizo liko pale pale. Sababu ya kwanza kabisa ni kuendelea na mtindo wa maisha ule ule ambao mwanzoni ulipekea mtu huyu akapata shida ya vidonda vya tumbo. Mtindo upi? Kuna wale ambao walipata vidonda vya tumbo kutokana na unywaji wa pombe kali kwa muda mrefu pasipokula. Mtu huyu akaendelea kutumia dawa za kutuliza maumivu kiolela. Sababu hizi zote zinaweza kupelekea tatizo hilo likawa endelevu. Lakini sababu ya pili, kutokuwa na utambuzi sahihi wa chanzo cha tatizo. Pengine mtu huyu anasumbuliwa na vidonda vya tumbo kutokana na uwepo wa tindikali au acid tumboni. Unakuta sasa mtu huyu anatumia antibiotiki peke yake, anatumia dawa za kuua bakteria, lakini kumbe ana kiwango kingi sana cha acid tumboni. Manake mtu huyu atatumia dawa pasipo matokeo yote. Au mtu huyu anatumia dawa za kupunguza acid peke yake, kumbe mtu huyu ana bakteria ambaye yupo ndani ya tumbo, manake tatizo lile litakuwa ni endelevu. Lakini pia kutokuwa na utaratibu mzuri wa matibabu. Mtu nakuta inawezekana kweli akawa anatumia dawa za antibiotic, inawezekana akawa anatumia dawa za kupunguza acid, lakini utaratibu wake wa matumizi ya dawa ukawa sio sahihi, hali ambayo ikapelekea tatizo likawa endelevu. Unakuta mtu anatumia dawa, anapata nafuu, akishapata nafuu anahisi kama amepona, anakatisha dozi. Atapata unafuu wa muda, lakini baadaye tatizo litaendelea kama kawaida. Sasa hayo ni mazingira ambayo yanaweza kukupelekea ukapata shida ya vidonda vya tumbo kwa muda mrefu zaidi. Sasa nikupe habari njema ndugu mtazamaji. Tunapokuwa tunaongelea dawa za kuua bakteria, kwa maana kwamba antibiotic, dawa zinatofautiana nguvu. Tunapoongelea dawa za kuondoa kiwango cha acid au kupunguza kiwango cha acid tumboni, dawa zinatofautiana nguvu. Na ndiyo maana Lupimo Sanitarium Clinic tupo kwa ajili yako. Tunazo dawa nzuri sana za mimea ambazo zinakwenda kumuua bakteria wa H. pylori ndani ya muda mfupi, lakini pia zinakwenda kupunguza kiwango kingi sana
cha asidi zilizoko tumboni ambazo zinaenda kuleta madhara ya kubabua zile kuta za tumbo na kusababisha shida mbalimbali. Dawa zetu zimekuwa na ufanisi mkubwa, na vile vidonda ambavyo tayari vimeshajitokeza katika kuta zile za mfuko wa chakula vinaenda kupona kabisa na kufunga vizuri. Pengine vidonda vile vimejitokeza mwanzoni mwa ule utumbo mwembamba, vinaenda kupona vizuri kabisa ndani ya muda mfupi. Tunao mashuhuda wengi sana ambao wamepata matibabu yetu kupitia Lupimo Sanitarium Clinic na wamepona changamoto ya vidonda vya tumbo. Pengine umetumia dawa mbalimbali pasipo matokeo, au pengine matokeo yamekuwa ni ya muda tu na tatizo liko pale pale. Tunakuomba sana tutembelee Lupimo Sanitarium Clinic. Hakika utajutia, utafurahi huduma ambazo utazipata, lakini pia mabadiliko mazuri ambayo utayaona katika afya yako yatakupa tumaini jipya na kuwa balozi mzuri kwa watu wengine ambao wana changamoto za vidonda vya tumbo. Nikushukuru sana kwa wakati wako. Usiache kutufollow, kulike na kuendelea kufuatilia peji hii ili kujifunza dondoo zaidi za kiafya ambazo zitakusaidia katika mfumo wa maisha ya kila siku. Asante sana, karibu tena wakati mwingine. Chukua namba yetu ya simu, nipigie simu kama una shida yoyote tuweze kuzungumza na kushauriana zaidi.